usipende kuangalia hichi sijui kaimba hivi na unachukua unaweka hivi, ila kwa yani haisaidii kitu, kwa sababu unakuwa kule unaenda kumwimbia nini? Wewe kwenda kule ukaenda kuimba nyimbo ya Mario au Diamond, watu Diamond wanamsikiliza. Unabidi wasanii wa Singeli tu wabunifu wote, unajua ubunifu ndio kila kitu, tunga ngoma kali, unajua chupa kali, unajua zile ma interview, unajua sente moja unajibrand, yani unajua kama msanii, unajua hata mtu akikuona anaogopa. Na swali lingine ambalo nahitaji kujua kwamba muziki wa Singeli before zamani ulikuwa unasikika sifa mbaya sana, na sasa hivi mmeenda kuuzima muziki wa Bongo Flava kifupi, ambapo serikali yetu tunashukuru imeenda kuipa cheo kikubwa sana muziki wa Singeli kama ulikuwa muziki wa taifa. Kwamba wewe kama wewe unazungumza vipi wasanii wa Bongo Flava na wasanii wa Singeli, yani kwamba wafanye kitu ambacho kinachodumisha muziki wa Singeli na kwa vipi, yani wewe kama wewe katika ndio maana naudi pale muziki ubunifu. Unajua kishaamua kufanya Bongo Flava, mimi naimba Singeli, naweza hata kesho nikaeka beat ya Bongo Flava nikaimba na nikatoa Bongo Flava, ila siwezi kuimba mstari ambao wa Bongo Flava. Mtu kaimba sijui msanii wa Bongo Flava nikaingiza kwenye mistari yangu, hiyo haipo, kwa sababu muziki ushakuwa mkubwa, watu wanatusikiliza na mtu analipia kiingilio chake atakaje kusikiliza muziki ambaye mtu anaimba nyimbo yake. Ushaelewa hivyo? Sawa. Na swali moja nataka nikuulize, unapitia changamoto gani pindi unapoandaliwa hizo show za international zaidi za kwenda nje? Changamoto zipo kwenye kazi yoyote. Ushaelewa, katika changamoto, kwa sababu muziki wetu ndio unaanza hapa. Tofauti na sisi ndio tunapeperusha bendera sasa hivi, unajua. Sasa tunavyoenda kule ndio tunapeperusha bendera. Kwa hiyo changamoto lazima ukutane nazo nyingi, tunajua, kwa mashabiki na kwa watu tofauti, unajua. Lakini tunashukuru Mungu, jambo linaenda salama na linarudi salama na linamalizika. Sawa. Msizo, wewe ni msanii mkali sana na ni mzuri sana hasa kwenye muziki wa Singeli. Na mara nyingi tumeona sasa hivi umekuwa umeachia EP nyingi sana. Na kila EP huwa inafanya kazi sana, si ndio? Na tunataka kujua, nataka kutambua zaidi, kwa sababu wengi wanauliza maswali mengi lakini tunashindwa namna kuweza kuwapa majibu zaidi bila wewe kuweza kufanyaje, kuweza kututambua zaidi, si ndio? Sasa kitu kimoja ambacho tuliona umeenda nje, si ndio? Na tulitegemea labda utakuwa na Duke, labda utakuwa na nani. Ndio narudi pale kwenye point, sisi ndio kwanza tunauwakilisha muziki wetu. Unajua kwa sababu gani? Kuna unaona hata Sante moja anaenda kupiga Travera peke yake, haendi na msanii, ushaelewa? Na anaenda piga na beat. Pale anawakilisha muziki, sio kusema Travera anaenda kufanya show, anawakilisha muziki na anafanya show na analipa. Ushaelewa? Mimi yani sisi Singeli sasa hivi tupo kwa kuwakilisha muziki. Ushaelewa? Ambapo nani wetu utapopanda, thamani yetu utapopanda juu, kwa sababu leo nimeitwa na Mkenya, kesho nitapoitwa na mzungu au nitapoitwa na Mdenmark au Mjerumani, mimi lazima nimwambie nakuja na DJ wangu, ushaelewa? Au nakuja na crew yangu yote, ushaelewa? Kwa hiyo ndio ndo tumerudi pale kwenye point, yani ndio kwanza tunaanza, yani siwajua zile mzaibabu. Kwa hiyo sisi tunaomba Mungu, kwa sababu one time shows zilikuwa tunapewa tukiajabu zamani, siwajua watu tunaenda huko tunarudi huko, lakini sasa hivi mtu anakufuata kabisa direct, siwajua mnaongea mnazungumza, kwa kila kitu kinawezekana. Kwa hiyo mwanzo tu, mimi naamini next time sio Duke tu, yani watu wote wanaotembea na mimi nzima hivyo. Kwamba tungependa kuzungumza na mmoja wa uongozi wako, tuweze kuuliza anaitwa meneja Surabaini. Kwaje kaka? Fresh. Nyama ni mwingi. Tungemuuliza maswali mengi sana msanii wako Msizo. Kuna maswali ambayo mawili matatu ningependa kufahamu kwamba inapotokea show ya Msizo nje ya nchi, inakuwa ni meneja ambaye ni wewe kama unapokea simu, au ni msanii, au ni kuna meneja ambaye wa entertainment nchi za nje na nchi ya Tanzania? Show zote tunapokea simu. Yaani kipigiwa simu msanii ananitupia mimi namba, baada ya kutumia namba ya meneja ungeenda meneja. Kwa mimi na maizana naye, kishamaliza naye, kwa mimi jukumu la msanii kumwambia kazi tarehe fulani, jambo ni ticket, advance tumo tarehe fulani na imeisha. Okay, na wewe kama ukisema uzungumzie wasanii, kwa sababu unajua una support wasanii wa muziki wa Singeli wengi sana ambao wapo nyuma yako. Kwa nini inapotokea dili la MC kama MC, kwa nini usiweze kupatikana msanii mmoja hapo aweze kwenda kujifunza mawili matatu? Uzuri mtu anapopiga mteja anapopiga anataka MC. Kwa hiyo mtu mwingine kinipigia simu anataka msanii fulani, mimi naweza kumwambia bwana ngoja nakutumia namba, au nataka kujua nini. Kwanza kabla moja baada anaweza kufika kiasi gani. Naomba kutumia namba meneja yake, ongee nayo, utae nayo ili ufanye kazi. Okay, katika swala la changamoto ambayo kazi za nchi za nje ambayo kimataifa, wewe kama wewe kwamba changamoto ambayo unaipitia kubwa sana ukipata issue ya show za nchi mbalimbali? Changamoto inayokuja ni ukuaji wa muziki, kwa sababu sasa hivi tunawakilisha muziki wa Singeli. Changamoto inakuja pale kuondoka kwa DJ. Unajua muziki wa Singeli mzuri sana akiwa na DJ na msanii. Lakini sasa kwa sababu sisi tunaenda kuwakilisha, kwa sasa hivi na ukiongea
haina promoter kule. Nikwambia DJ msanii akiangalia mahoteli gharama zile anaona hela inakuwa ni nyingi sana. Unajua? Alafu sisi tunahitaji pia hela. Tunahitaji kufanya video makali kwa tunahitaji hela. Kwa hiyo na same time ni sawa tu. Tuipate ile hela acha ende msanii, tafanya vizuri atarudi, tenda kufanya maendeleo. Okay, neno la mwisho kwa MCzo, unaahidi nini mashabiki zako? Naahidi nimerudi, albamu yangu hapo inafanya vizuri, hata nilipofika Dubai wote wameipokea vizuri, na soon naenda zangu Oman, siwajua mwezi ujao. Kwa hiyo mimi naomba Mungu mashabiki zangu wakae kwa kutulia, natoa video zangu 3-4 ambazo nishaziandaa, siwajua chupa za kibabe. Mungu ajalie inshallah wazidi kusupport kwa sababu muziki wetu ndio kwanza tunauwakilisha kimataifa. Unajua tunapitia changamoto kama anavyokuambia meneja. Sante moja mtu anakuwa anamuita msanii Ulaya lakini amini huyu atajaza au hajazi. Siwajua kwa sababu mtu yani mtu sana anajua ndio first one. Yani ndio mara ya kwanza kufika kule. Lakini tunaamini kwa Mwenyezi Mungu atajalia tuweze kufika mbali zaidi. Huu ni mwanzo tu, tunapambana. Kwa hiyo inshallah mimi napenda kuambia mashabiki zangu wakae mkao kula kwa video. Hivyo. Sawa. Bwana, ni swala zuri sana uliweza kuamua zaidi kutoka kwa MCzo Mofan, lakini unakuta asilimia nyingi sana na vizuri tunategemea vitu vingi sana kwenye muziki wa Singeli. Na ukiangalia sasa hivi industry yako ya muziki inazidi kukua tofauti na hapo awali na mwanzoni. Je, una ushauri gani kwa wasanii wenzio hasa wa Singeli ukizangatia wakina kuna Meja, wakina Kidene, wakina nani? Je, una ushauri gani kuwashauri kwenye swala la kuendeleza kwa international sasa? Kupiga kazi, unajua toa nyimbo kali, mtungo huo mzuri, unatunga nyimbo nzuri, unajua zile. Unatoa video kali, unajua unafanya promotion. Yaani muziki ndio unahitaji hivyo kwa sababu ukiangalia kuna wasanii wengine yani mtu anafanya muziki hadi apate la kula, unajua. Apate mazingira ya kula. Na so jambo baya ni jambo zuri, mtu mwingine ndio maisha yake, ushaelewa. Kwa hiyo sisi tujikite sana kwa kujithamini na kujiweka sana kwenye brandi na tuwe wabunifu. Ubunifu ndio kila kitu kwa sababu wewe utapotunga nyimbo yako nzuri, utapoipenda Ulaya, utapenda wapi, lazima utapata tu safari. Ana kwa uwezo wa Mungu kwa sababu kitu kizuri kijifichi mzee. Hata uwe chooni utasikiliza tu na utakipenda. Kwa hiyo tu wabunifu, tusipende kuigaiga, asijui mtu anachukua nyimbo huku na huku. Tunakuwa bado yani wanatuona wasanii wa Singeli wale wa zamani. Wasanii wa Singeli vipi? Sisi tunaimba bongo flava kwa kuchukua mistari yetu wakati sisi tunaimbaga hadi nyimbo zao, tunaimbaga Singeli zao. Kwa hiyo haina, unajua mambo bongo flava unaachia huko wenyewe, huku na sisi tunaimba wenyewe, unajua. Unatunga nyimbo yako, unajua nyimbo inakuwa kali, hata ukifika Maulaya watu wanaitikia, watu wanaona kweli msanii, unajua haimbi nyimbo ya mtu afanye kitu chake. Basi haina noma.